maisha yako. Naona zimegonga dakika 30 baada ya saa 1 au saa 4 kulingana na majira ambako upo, na ningependa tuingie moja kwa moja tuangalie vidokezo vya habari, taarifa kwa ufupi kutoka maeneo tofauti tofauti hapa nchini pamoja na kimataifa. Na nikianza moja kwa moja ni kwamba siku ya leo bunge la seneti limeandaa kikao, linatarajiwa kukaa pale ili kujua ama kujadili hatima ya gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. Kumbuka kwamba Kawira Mwangaza aliondolewa afisini kupitia hoja ambayo ilifikishwa kwenye bunge la kaunti ya Meru kupitia mwakilishi wadi Dennis Kiogora, lakini hii leo Kawira Mwangaza anatarajiwa kufika mbele ya bunge la seneti kujieleza na kutathmini kwa nini asiondolewe pale afisini. Kumbuka kwamba vile aliyewasilisha ile hoja Dennis Kiogora pia atafika pale kwa kujitetea ama kutetea ile hoja ya kumuondoa afisini Kawira Mwangaza. Kumbuka kwamba kufikia sasa karibu magavana watatu walipitia ile hoja ya kuondolewa afisini. Gavana wa kwanza akiwa ni gavana Anne Waiguru, ambaye hoja ya kumuondoa afisini ilipitishwa na mawakilishi wadi, lakini ilipofika pale kwenye bunge la seneti katupiliwa mbali, kwa hivyo akasalia pale afisini. Gavana wa kaunti aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko, pia hoja ya kumuondoa afisini ilipitishwa kwenye bunge la kaunti ile, ikafika pale kwenye seneti ikapitishwa, basi akaondolewa afisini. Aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu, pia eneo ama bunge pia la kaunti lilikuwa limepitisha ile hoja, akafika pale seneti akaondolewa. Kwa hivyo ni swala ambalo tangoja tuone hatima ya gavana Mwangaza wapi. Wakati huo baraza la magavana pamoja na magavana wamejitokeza kumtetea gavana Kawira Mwangaza, wakisema kwamba hajaanza hata kubuni serikali yote, kwa hivyo hawaoni ni kipi ambacho kilishurutisha wale wakilishi wadi kumuondoa pale afisini ama kupitisha ile hoja, wakisema kwamba kama kuna tofauti za kibinafsi basi zitatuliwe nje ya bunge lile la kaunti ya Meru. Wakati ambao hayo yanaendelea, kuna mgawanyiko kati ya wanawake katika kaunti ile. Wengine niliona jana wengine wamevaa nguo rasmi wakisema kwamba wanatoa ama wanaunga mkono kuondolewa afisini kwa Mwangaza. Wiki iliyopita wengine walijitokeza wakisema kwamba wanamuunga mkono. Kwa hivyo sasa hivi hatima ya Mwangaza iko mbele ya bunge la seneti. Na madaktari hapa nchini sasa wametoa ilani ya mgomo kuanzia mwaka ujao iwapo serikali haitaitisha kikao wakae chini na kuzungumza kuhusiana na matakwa yao. Yule ambaye ni mwenyekiti wa chama cha KMPDU Davji Atela anasema kwamba ile collective agreement, bargaining agreement ambayo ilitiwa sahihi mkataba mwaka wa 2017 hadi 21 bado haijatekelezwa kirasmi, akisema kwamba iwapo basi ila halijatekelezwa kuanzia mwezi Januari mwaka ujao basi wataenda mgomo wa kitaifa. Kumbuka vile wanateta kuhusiana na swala la uajiri na vile swala la kupandishwa vyeo na vile marupurupu. Wataka vile ukabila usitishwe katika kuajiri wale ambao ni wafanyakazi, na vile wapatiwe vitu ambavyo vitawasaidia kufanya kazi zao vilivyo. Na nikiachana swala hilo ni kurudisha katika kaunti ya Kisii, ambapo kisa cha kungolewa kwa macho ya mtoto Junior Sagini kinaendelea kuvuta hisia tofauti kutoka kwa wananchi. Hiyo jana mshukiwa mkuu alifikishwa kwenye mahakama ya Kisii, ambapo upande wa mashtaka uliomba hakimu kumzuilia kwa siku 5 zaidi ili wafanye uchunguzi na kukamilisha swala ambalo ama jambo ambalo hakimu alikubaliana nalo. Kwa hivyo anaendelea kuzuiliwa mpaka tarehe 23 ambapo atafika pale mahakamani, pia ijulikane kwamba kama ataachiliwa kwa bondi ama atasalia pale mahakamani ama kule korokoroni.
Mtazamaji na msikilizaji, niachane na swala hilo pia. Kumbuka mamake anashtakiwa na shtaka la kumtelekeza mwanawe wa miaka 3. Nikiachana swala hilo niingie kwenye Wizara ya Elimu. Nilikuwa nimekujuza hapo awali kwamba wiki hii inatajwa kwamba mitihani ya kitaifa ama matokeo ya mitihani ya kitaifa ya KCPE yatatangazwa na Waziri Ezekiel Machogu. Ni swala ambalo tutakuwa tunaendelea kufuatilia, lakini kamati ya bunge kuhusu elimu sasa ikishirikiana na wabunge wanateta kuhusiana na jinsi ile tume ya uajiri wa walimu TSC inataka kufanya ule uajiri wa walimu, wakisema kwamba maeneo yote nchini yatapewa nafasi sawa, lakini kulingana na ile kamati inasema kwamba wacha uajiri ulingane na ukubwa na mahitaji ya eneo fulani. Ni swala ambalo TSC ilijitokeza na kusema kwamba ile kamati ndio ilipitisha ule mchakato wa kwanza wa kuajiri walimu, ikisema kwamba iwapo wanahitaji pia marekebisho yafanyiwe, basi wana haki na uhuru wa kufanya vile. Nikiachana swala hilo nikupeleke kule Arusha, Tanzania, ambapo hiyo jana wabunge ambao waliteuliwa kuingia katika bunge la Afrika Mashariki walikula kiapo hiyo jana. Wabunge 9 kutoka hapa nchini katika kikao kile wanasema kwamba walitakiwa kuhakikisha kwamba wanatunga sheria ambazo zitakuwa zinasaidia mataifa ambayo yako kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, na vile vile kuhakikisha kwamba sheria zile zinatekelezwa vilivyo. Vile vile kumbuka kwamba miongoni mwa yale ambao wanafaa kufanya ni kuhakikisha kwamba wao ni kama macho na masikio ya mataifa ambayo wametoka katika bunge lile la Afrika ya Mashariki. Kwingineko, Naibu Rais Rigathi Gachagua sasa anasema kwamba serikali inajitahidi kuhakikisha kwamba inakuza uchumi kidijitali na vile vile kutumia mambo leo kuhakikisha kwamba vijana wanapata kazi katika nyanja tofauti. Vile vile kuna jamaa ambaye alikuwa na impersonate Deputy President Rigathi Gachagua ambaye alikamatwa. Jamaa yule alikuwa ametengeza page akijiita Deputy President Rigathi Gachagua, alafu aka create page pale akasema anataka msaada wale watu ambao wanakumbwa na bala la njaa wa Kenya wasaidie. Akaweka paybill number pale. Alishikwa, anaitwa Collins Kipleting kutoka eneo la Sugoi pale. Ni mwanamuziki na ataendelea kuzuiliwa hadi uchunguzi ukamilike kisha afikishwe mahakamani. Kiachana swala hilo ni kupeleke kule Marekani, ambapo sasa hivi watu 5 walifariki baada ya kumiminiwa risasi katika eneo la Toronto kule Canada. Ni swala ambalo tafuatilia kwa undani, alafu takujuza kwa undani katika kipindi cha Morning Brief. Nikiachana na swala hilo nirudi kwenye kaunti ya Nairobi. Nimezungumza pale awali kwamba Wakenya wakati tunapotoa hii Krismasi tutoe kwa upendo. Sasa katika ile kaunti ya Nairobi, Gavana Johnson Sakaja has done it again. Sakaja ameamuru hospitali zote za umma katika kaunti ya Nairobi kuachilia wagonjwa ambao wana bili ambazo zimepelekea wao kubaki ama kusalia pale katika hospitali. Wote waachiliwe na atalipa zile bili. Alikuwa anazungumza hiyo jana akisema kwamba wakati wa Krismasi wangependa wajiunge na jamaa zao ili kusherehekea kwa pamoja. Kwa hivyo waamrisha madaktari katika hospitali tofauti kuachilia wagonjwa ambao wamekwama pale kwa sababu ya kutolipa bili ili wajiunge na wenzao katika msimu huu wa Christmas. Vile vile katika kaunti ya Kisii County ama hospitali za kaunti ya Kisii zimepata msaada ya madawa ama dawa za kiasi za shilingi milioni 34. Ni swala ambalo ni la kufurahia ikizingatiwa kwamba wakati mwingine unaenda pale hospitalini unapata hamna dawa, unapata kwamba dawa iko pale ni painkiller peke yake. Anyway, mtazamaji na msikilizaji, nikimalizia kwa sababu naona muda wangu umeisha kidogo, naambiwa kwamba
ama yule ambaye ni waziri wa jinsia ambaye anaitwa Aisha Jumwa. Yeye jana alisema kwamba idara zote za serikali ziko na karibu miezi 7 kuhakikisha kwamba they migrate to the digital platforms. Kumbuka kwamba hii ni katika ile harakati ya kuhakikisha kwamba all services you can obtain them from the digital platform, jinsi ambavyo Rais William Ruto na naibu wake walikuwa wamesema kwamba hili litarahisisha utendakazi. Mtazamaji, ni baadhi tu yale mengi yamesalia, lakini kwa sababu ya muda niruhusu niende ule upande mwingine.